Jesus loves me, yes I do, yes. Jesus loves me. The Bible tells me. Furaha nina ushiriki, nikimtegemea Yesu tu. Baraka gani tena amani,
chao, ila mbinguni ukimwita kwa maombi atajibu. Jipe moyo, shikilia imani, kwani yeye faraja. Na wakati ambapo unahisi upweke,
Elda, Mungu akubariki kwa kutuongoza vizuri. Nataka niwasalimie. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Haleluya. Tusalimianeni kwa hewa kwa sababu sitapata nafasi ya kuwasalimia kila mtu. Sasa salimia jirani yako, mwambie Pastor Muhoro amemsalimia. Asante sana. Majina yangu ni hayo. Sijaibadilisha majina yangu tangu nilipotoka hapa mwaka wa 2011. Majina yangu yamebaki Boniface Muhoro. Na kitu ambacho kilibadilika ni kwamba saa hii siishi peke yangu. Niko na mke na amenituma salamu. Wangapi wanapokea hizo salamu? Yes, thank you so much. That is from my wife. We really needed, or we felt like coming together as a family. But kwa sababu ya tuko na mtoto mdogo, tukaona weather ile iko na safari pia inaweza kumaffect. Lakini my family has greeted you na anasema kwamba mbarikiwe. Pia my senior pastor, Pastor Muchoki, kwa wale ambao wanafahamu, yeye ndiye tunafanya naye kazi pale Lavington. Niweza kumwambia nitakuwa hapa na akasema pokea salamu zake. Mnapokea? Asante sana. Kwanza kabisa nataka nitoe rambirambi zangu kwa sababu ya kifo ambacho kimetokea usiku wa leo. I think I remember that lady, Mrs. Omonga, alikuwa anakaa mahali pale nyuma wakati nilikuwa hapa. Kwa hivyo that pain belongs to us all. Na nataka niseme kwamba poleni sana kama kanisa na pia familia. Poleni sana kanisa na familia ya Mrs. Omonga. Nataka nishukuru sana kwa sababu ya maendeleo ambayo nimeona mahali hapa. Sababu hii kanisa ni nyumbani. Na nyumbani ni nyumbani. Hata ukienda wapi unarudi nyumbani. Na familia ni familia. Hata mkikosana, huwa tunakosana. I come from a big family. We are 9 and I'm the last one. Na huwa tunakosana every time. But huwa tuna reconcile baadaye kwa sababu sisi ni familia. So I want to appreciate kwamba nimerudi hapa nyumbani na ninaona kwamba mko sawa. Nataka kwanza nishukuru kwa jinsi ambavyo mlinikaribisha. May the Lord bless you. Na pia nishukuru kiongozi wa vijana ambaye Mrs. Kiago, ambaye pia alikuwa kiongozi kama sponsor wakati nilikuwa mwanayuda hapa. Nataka nimshukuru sana Mrs. Kiago, nilipoona kwamba bado anashikilia kazi hiyo. Nikajua kwamba vijana wetu wako katika mikono mizuri. Nataka pia nishukuru Evelyn kwa kuendelea kumenta vijana. Nilichukua leadership kutoka kwa Evelyn na alitusaidia sana kwa mawaidha. Nataka niwashukuru sana wazee ambao naona saa hii mmekubali vijana waongoze. Mungu awabariki sana. Haleluya. Hiyo ni ishara moja ya maendeleo. Hiyo ni ishara moja ya kwamba kanisa hili linakuwa. Nimeona karibu vijana, karibu wazee wote ni age kama hii yangu. Nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu pia kwa sababu ya wazee ambao wako na experience na wamekubali ku step behind na kumenta young people. May the Lord bless you. Siwezi sahau Elda Uma, siwezi sahau Elda Inaila and the rest. Oyo, although sijamuona Elda Oyo, labda nitamuona baadaye. Nataka niwashukuru sana kwa jinsi ambavyo you mentored us and even the way you are mentoring the current generation. Mungu
awabariki sana. Kanisa hili linakuwa, hiyo ndio pointi yangu. Nilikuwa nataka kusawa niseme kwamba kanisa hili linakuwa. Na nikiangalia nje mpaka kwa parking, hii parking inaweza compete na parking ya Lavington. Bwana Yesu asifiwe. Nikiona zile gari nimesimamisha pale, najua kwamba Mungu amewabariki sana. Haleluya. Maendeleo hayo yanamaanisha kwamba you need to expand. You need to expand. Kanisa hili sasa haliwezi toshea. Na nikasikia kwamba kuna mpango siku ya Jumapili, kesho tutakuwa na mpango wa harambee. Hilo ni jambo nzuri sana. Japo Dawainaina alikosea kidogo kwa sababu hakuniambia kuna harambee kesho, na ungenipatia hiyo kadi ningepelekea wale jamaa wa Lavington, hamungekosa kitu. Lakini next time Mlolongo Bridge will be there. Na nataka tu kuwahimiza kwa sababu ya kesho. Kesho mimi sitakuwa pamoja na nyinyi, maana nitakuwa naondoka usiku wa leo. Lakini siku ya kesho nataka kuwaomba mkuje tafadhali msaidie katika project hii ya kupanua kanisa hili. Hii ni Central. This is Nanyuki Central. Ukienda katika makanisa yote ambayo yanaitwa Central, ni makanisa ambayo yanaweza kuaccommodate district zote. So siku ya kesho tafadhali msiangushe Dawainaina na wengine. Unajua saa zingine fundraiser unaweza jikuta wewe peke yako na kamati yako na washiriki wamekupea kisomo. Usifanye hivyo. Hata kama huna pesa, tafadhali kuja. Wingi wako ni baraka sana. Kwa hiyo niona wangapi wanasema tutakuja kwa ishara ya mkono. Kama unajua utakuja, usiinue mkono. Wewe kama unajua utakuja, inua vizuri. Nataka kuwaombea. I want to pray for you briefly kabla nianze sana. Kama unajua kesho utakuja, una pesa ama hauna, lakini wewe uko na nia ya kukuja, inua vizuri tuombe. Our Father in heaven, we pray that you empower us financially, even give us the spirit of generosity. We pray for these hands that are raised up, that tomorrow they will come and tomorrow they will help to raise the amount needed to expand this church. Tunaomba wabariki washiriki hawa na wapatie pesa na wapatie nia na mipango yote siku ya kesho ifanyike salama. Tunaombea viongozi kupitia jina safi la Yesu tunaomba na kuamini. Thank you so much. Mimi Dawainaina utanipea namba ya simu, siwezi kosa 500. Lakini kama mngekuwa mmeniambia ningetoa 1500. Okay, sawa. So unikumbushe, siwezi kosa 500. So wapendwa, nataka kushukuru kwaya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Church kwaya, Mungu awabariki sana. Na pia vijana naona pia wako pale na wanaendelea kupambana na maisha jinsi yalivyo. Attendance ilikuwa nzuri sana, na pia kulikuwa hata na other members wa kanisa walikuwa wanakuja. I saw a number of them and I appreciate. May the Lord bless you kwa kushikilia wiki hii ya maombi ya vijana. And I want to believe that we learned a lot and that the lessons that we learned will have a big impact in our lives as young people. Vijana ni watu ambao wanapitia maisha magumu kwa sababu ya ujana na mahitaji yao. Kwa hivyo ni watu wanahitaji kusaidiwa sana kwa mawazo na katika njia zote. Wiki hii tumekuwa tukizungumza kuhusu mada moja inaitwa Communion in Action. Hiyo ndio ilikuwa theme ya maombi yetu kutoka General Conference, Communion in Action. Na mimi nikaongezea nikasema going viral for Jesus Christ. Hallelujah. Siku ya leo sina maneno mengi sana kwa sababu nimeongea maneno mengi throughout the week, na pia masaa yetu naona ni karibu saa 6:30. I want to promise you kwamba by saa 7 tutakuwa tumemaliza, kwa hivyo msiogope. Nilifundishwa kwamba happy are those, blessed are those who preach short sermons
or they shall be invited again. Hallelujah. So first elder, unajua huyu first elder anaitwa Kimani. Kimani ni mkubwa wangu, is my boss. Anakuwa kwa kamati inaitwa Excom. Hiyo ndio kamati kubwa sana. Huko ndio watu wanafutwa kazi, wanafanya hivi. Na Kimani is a member of Excom ya conference ya kanisa. Mimi siingiagi kwa hiyo mkutano. But Kimani anaingia. Unasemaje? Kimani kwa bariki sana. Thank you so much. Yeah, and the elders, my friend here, aliniambia alikuwa anakuja wakati wetu hiyo vijana. Ninajaribu kumkumbuka lakini tumejuana vizuri, and the rest of the elders siwajua wote, lakini ninawasalimia na ninawatakia mambo mema. So Kimani, siku moja ukisikia jina langu inatajwa pale kwa Excom, wewe ongea mambo mazuri. Ongea tu mambo mazuri. Unajua hii maisha ni kusaidiana. Maisha ni kusaidiana. Haleluya. Kitabu ni Danieli 1. Timona nimekuona. Alikuwa ameketi hapa mbele wapi? Oh, ni sawa. Nikianza kutaja watu sitahubiri sababu you are all my friends. Danieli 1:20. Daniel chapter 1 verse 20 ndio key text yetu adhuhuri hii ya leo tumesomewa, na inasema hivi: in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Ati tunaambiwa kwamba katika every matter of wisdom, katika mambo ya hekima na kuelewa mambo ambako mfalme aliwauliza ama question them, he found them 10 times better than all the magicians and the enchanters in his own kingdom. Tunaongea kuhusu vijana watatu, Danieli na Shadrach, Meshach na Abednego. Katika mwaka wa 605 before Christ, Nebukadneza mfalme wa Babiloni alipewa ruhusa na Mungu, akaambiwa ateke nyara Jerusalem na Israeli yote, kwa sababu walikuwa wamemchezea Mungu. They were not serious with the mission that God had given them. So Mungu akampatia Nebukadneza ruhusa, akamwambia enda katika mji huu wa watu wangu Israeli uwateke nyara. 605 before Christ. Hii sio hadithi za ajabu, hii ilifanyika, iko katika historia. Katika utekaji nyara wa mfalme wa Babylon ama Nebukadneza alifanya katika safari 3. Safari ya kwanza akafanya na akachukua vijana ambao walikuwa barobaro, vijana handsome. Biblia inasema hivyo, vijana handsome, vijana ambao walikuwa wanaelewa vitu, na sio vijana tu wenye aliwachukua, ni vijana ambao walikuwa katika milki ya ufalme. They were from loyal families, they were from nobility, yani walikuwa wametoka katika ufalme, walikuwa ni watoto wa kifalme. Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa ni watoto wa kifalme, they were princes. Hao ndio Nebukadneza alichukua wa kwanza pamoja na wengine. Walikuwa wengi walichukuliwa vijana, lakini 4 stand out, and we are going to see why these 4 stood out. Kwa nini wanaonekana kushinda wengine? King Nebukadneza, nakwambia kwamba ni Mungu alimpatia ruhusa ya kuingia Israeli na kuteka nyara Israeli. Ilienda safari 3, lakini sitazungumzia safari zote kwa sababu ya muda. Safari ya kwanza vijana hawa wakachukuliwa. Lakini labda unauliza, Mungu anawezaje kutuma mtu kama Nebukadneza? Mungu anawezaje kutuma kafiri kama Nebukadneza aende aangamize watu wake?
Unajua, unapokubali kufanya kazi na Mungu, you have to be ready. Unapotukubali unaingia kwa shida. Kikubali tu kufanya kazi na Mungu, wewe jua umeingia kwa shida. Especially kama umeingia na uko katika uongozi. Just know you are in problems. Hivyo ndivyo Israeli ilijipata katika shida. Mungu alikuwa anawatesa Waisraeli na watu wake. Anawatesa watu ambao wameteseka miaka yao yote na ni watu wa Mungu. Mungu anamuita Nebukadneza my servant. Soma Yeremia 25 mstari wa 9. Yeremia 25 verse 9. Mungu anatumia Nebukadneza, anamuita my servant. Na huyu jamaa alikuwa kafiri. Anasema enda upambane na wale watu wangu. Uwapatie adabu kwa sababu they are not serious. Ndio nikasema ukiamua kufanya kazi na Mungu, just wait, jiandae tu, kwa sababu Mungu atakusaidia mahali ambapo unafaa kusaidiwa. Atakupiga kiboko, sio akukumaliza, lakini he has to discipline you. If you are God's child, then you should not ask why me. Kuna watu wanasema why me? Kwa nini mimi ndio ninafiwa? Kwa nini mimi ndio ninafutwa kazi? Kwa nini mimi ndio familia yangu imevunjika? Na wewe ni mtu wa kanisa, unatoa tithe na offering. Labda hata wewe ni mzee wa kanisa. Kwanza wakishiriki wakijua mzee wa kanisa anakuwa na shida, hapo wengine sio nyinyi. Wengine wanafurahia, wanasema mzee wa kanisa wa wapi? Angalia hata familia yake, angalia watoto wake. Hakuna watoto wanaangaliwa vizuri kama watoto wa elders na wa mapasta. Yaani watu wanaona kama watoto wa mapastors na wa elders ni wako na mwili mwingine. Lakini don't complain, fellow elder. Don't complain. Kama uko kiongozi hapa, don't complain. Kwa sababu nimekwambia these things will have to happen any time if you are committed and if you accept to be a child of God under the sun, mambo yatakuwa magumu. I'm preparing you. Hawa vijana walijipata katika mji wa Babyloni. These were young people, 16 years old, Shadrach, Meshach and Abednego, plus Daniel. These were very young people, teenagers, 14 to 16 years. Na walikuwa ni watoto wa kifalme. Walikuwa wanaishi maisha mazuri kule Juda. Watoto hawa hakuna kitu mbaya walikuwa wamefanya, lakini wakati Mungu alituma Nebukadneza, alisema anzia na hawa. Walikuwa wale watoto wanaitwa tunaita Gen Z ama soft. Wale watoto soft. They were soft guys. No, ilikuwa ni kama Gen Z. Hao ndio walikuwa wa kwanza kutekwa nyara. These are innocent people. But God allowed, not just allowing, but he directly sent Nebukadnezar to go and capture these young people. So they were captured. Wakajikuta katika Babylon. Na walipofika kule, mfalme Nebukadnezar, huyu ni Nebukadnezar 2, kulikuwa na Nebukadnezar 1 na kulikuwa na baba yao anaitwa Nabopolassar, lakini sasa tunazungumzia Nebukadnezar 2, one of the most powerful kings in the hidden world, in the ancient world. Mungu anasema wewe ni mfanyikazi wangu, nimekutuma Israeli upambane na akina Kemani, akina Ayo, akina Wainaina, because they have to be disciplined. How about wale watu wanakunywa pombe huko, wenye wako huko hawajali kuabudu, wenye wanavuja sabato? Mbona Mungu, why are you not punishing those people ama uamalize? Mungu anasema achana na wao kwanza. Wewe ndio kwanza, I have to discipline you so that you can represent me the way I want. So Wakristo wanaposema kwamba imani ni shida ama ukiingia katika imani unangojea changamoto, ya partially right. Lakini sasa kusema ati imani lazima upitie shida, I'm just preparing you psychologically that as long as you are in favor with God, there are things that will happen to you and you cannot explain those things. You start asking, why me? Why? Vijana, this text is about you. Number one, as a young person, you have to understand that some things will happen to you, things that you have not planned.
People will desert you. People will speak ill of you. People will despise you. The same way they did to Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Lakini sasa tunaingia another level. Walipofika kule, Nebukadneza akasema, enda mtafutie vijana wazuri kutoka Yuda, handsome, sharp, upright, vijana wale ambao wametoka katika familia ya kifalme, ninawataka waniletee. Walipoletwa wakapewa program. Babylon ilikuwa na program ya miaka mitatu. Ilikuwa ni some kind of a university. Ukitoka hapo unakuwa umesoma mambo mengi. You know the story. Biblia inatuambia hivi. Walipoitwa hao vijana, kitu cha kwanza ambacho Mungu alitaka Nebukadneza alitaka kuwafanya, the first step ilikuwa ni kuwapea chakula. Kwanza wakule chakula, different kind of meal. Chakula yenye mfalme alikuwa anakula. Mfalme akasema watakuwa nakula hii chakula. Danieli akakataa. Hiyo ni mstari wa 8. Danieli, Biblia inasema Daniel resolved not to defile himself with the royal food and the wine. Vijana mnasikiza, because opportunities will come, privileges will come. It will come to you knocking at your door. It is upon you to decide whether you will follow, you will take it or you will leave it. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and the wine. Kwani kulikuwa na shida gani ya chakula na hii wine? What was the problem especially with food? Sasa, watu wengi wametumia hii aya kufundisha reform. Lakini yeye izungumzii mambo ya kukula kuacha nini na kukula nini. Sio hiyo. Hapa tunazungumzia something much more serious and sinister. Wale jamaa kwa nini walikataa chakula? Na hii ndio jibu. Walikataa chakula kwa sababu King Nebukadneza is playing God. King Nebukadneza anajifanya Mungu, anapea watu chakula kama nani? Katika uumbaji kuna mtu mmoja ama kiumbe kimoja ambacho kinafaa kukwambia utakula nini, ama mwenye anafaa kupea chakula. Mwenye amekuumba ndiye anafaa kukwambia utakula nini. Sasa King Nebukadneza anawaambia hawa vijana ati mtakuwa mtakula hii. Alikuwa anacheza Mungu. He was playing God. Alikuwa anajiinua katika anataka kukalia kiti cha Mungu. Labda alipotumwa aliona kama amekuwa mtu mkubwa sana, sasa amekuwa mpaka Mungu anawapatia chakula. Ukisoma kitabu cha Genesis 1:29, Mungu ndiye aliambia Adam na Eve baada ya kuwaumba, akasema I give you every seed bearing plant. Genesis 1:29, I give you every seed bearing plant, they will be yours for food. So Mungu ndiye akona uhuru. It's God's prerogative to command or to give food. Na ilipofika Genesis 9:3, baada ya dhambi, Mungu akasema hata nimewapatia pia sasa wanyama kuleni. Lakini baadaye atakuja awaambie kuna wanyama wasafi na kuna wachafu, kwa hivyo you have to select. But the point is, Nebukadneza sasa alikuwa anajifanya Mungu. Na Danieli kwa sababu ni mtu alikuwa amesoma, he knew Daniel was well informed. Tunaongea kuhusu vijana ambao walikuwa ndani ya palace, state house. These are very sharp young men, well educated, knowledgeable. So Daniel knew that when a king pretends that he is the one to tell you what to eat, then that king is playing God. Danieli akakataa na vijana wengine wakasema tutafanya hivyo kwa sababu ni Mungu peke yake anaweza kutuambia tutakula nini. So Biblia inasema Daniel resolved not to defile himself with the royal food and the wine. Shida nyingine ya ile chakula ilikuwa kwa sababu
ilikuwa pia imepikwa katika njia zingine ambazo sio sambamba na Old Testament, ama chakula zingine zilikuwa ni unclean, kama vile Leviticus 11 imesema you must differentiate between clean and unclean. So kulikuwa na shida mingi na hiyo chakula, kwamba ingine ilikuwa ni unclean, imetayarishwa katika njia tofauti bila kutumia kosher rules ama kosher laws. Na pia jambo muhimu sana ni kwamba Nebukadneza alikuwa anajifanya yeye ni Mungu, na ni Mungu peke yake anayekandia viumbe vyake vitakula hii. But the point here is Daniel resolved. Fellow youths, Daniel aliresolve. Hii ni jina kubwa sana, kama tulikuwa na wakati tumeelezea. Resolving ni kujiita mkutano, unakaa chini, unafikiria, unaangalia pande hii na pande hii, unasema nitafanya hivi. So Daniel resolved not to defile himself with the raw food and the wine. Zote akakataa. Alikataa kwa sababu hizo ambazo tulizungumzia. Na swali hapa ni kwa vijana. Jambo hili la chakula linaweza onekana kama ni jambo ndogo. These are minor issues. Ingekuwa wengine wetu hapa tungesema chakula tu, acha tukule. But everything in Babylon has a meaning. And in most cases, even in today's world, most things have theological, religious meaning and implications. Lakini Danieli jambo hiyo hakulichukulia kama ni jambo ndogo. Alianza kwa kuresolve, akasema sitafanya. Hii ilikuwa ni jambo dogo, lakini ilipatia nguvu na momentum ya kukataa ama ya kusimama mbele ya mfalme, kukataa kuabudu sanamu. Hii decision ama uamuzi huu ambao walifanya hapa, wapendwa, ndio ulipatia nguvu ya kufanya maamuzi mengine ambayo yalikuwa makubwa zaidi. Tunajua hadithi ya Danieli. Wakati ilibidi afanye maamuzi ama atupwe kwa simba, tundu la simba. Na aliweza kusimama katika imani. Alitoa nguvu wapi? Kwa sababu the small decisions you make in life, they will give you a momentum either to do bad or to do good. So decisions zingine vijana, hata tu kusema sita watch hii content kwa TikTok, this content is not good, it will defile me, hii sita watch, takuwa na watch content ambazo ni educative, ambazo ziko inspirational, motivational, sitakuwa na watch vitu ambazo ni za kuharibu akili yangu. Those are simple decisions that if you make them, zitakupea momentum, zitakupea nguvu, zitakupea hekima ya kuweza kupambana na mambo mengine makubwa. Because life ya vijana iko na majaribu mengi sana. Lakini kama hujajitayarisha, hautasurvive hiyo age ya vijana, hautasurvive. Hiyo age ya vijana iko na vitu vingi sana. I was a youth once here and nilikuwa kiongozi. Na so many things were happening around katika youth. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya msisi yako na Mrs. Otera those days na elders walikuwa in charge. Walikuwa na patience ya kutumold na kutuinspire. Hawakuwa wanatukemea. So our youth was that powerful, was so powerful, but courtesy of our elders and the sponsors that helped us during those time. So mambo mengi yanafanyika hapa youth. And unfortunately wengi huwa hawasurvive hiyo age. Unakuta wengi wameshindwa kusurvive your age, because there are some serious decisions that you have to make. But you will never make a big decision if you have not been making small decisions. Danieli alianzia na kukataa chakula. Angesema tu sitakula hii chakula, nitakula hii chakula, lakini ndani ya moyo wangu ninajua ninaabudu Mungu wa Israeli. Wacha tu nikule chakula. Lakini yeye alisema I will not compromise. So as a young person, you need to take small steps. Make small decisions, and they will give you stamina even to handle big issues. Hallelujah. Mstari wa 20 anatuambia kwamba
every matter of wisdom. We know the story. Baada ya kuuliza kwamba wasipewe hiyo chakula, wakasema kwamba tupatie siku 10. Wakapewa siku 10. After 10 days wakaonekana wako sawa. Na after the 3 years baadaye, hiyo sasa verse 20 inakuja inasema, in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and the enchanters in his own kingdom. Now, Biblia inasema kwamba they were 10 times better. Ambia jirani yako 10 times better. Sasa hii sio anayui peke yake, but ya kila mmoja. Whatever you do, Mungu, God does not entertain mediocrity. He does not entertain mediocres. He does not entertain laziness. He does not entertain ignorance with ignorance. We serve a God of 10 times better. Ati walipojaribiwa baada ya hiyo kosa, hiyo miaka 3, ati wakaulizwa maswali, wakawekwa katika panel, wakaulizwa maswali katika all the areas of life. Biblia inasema they found them 10 times better than all the magicians and the enchanters in his own kingdom. We serve a God of 10 times better. Whatever you do, labda wewe ni mama mboga, kata mboga yako vizuri, ioshe kwanza vizuri, sio unaninyunyizia tu maji kidogo. Just do your job 10 times better. 10 times better. It doesn't matter. Kama wewe ni mwanajeshi, 10 times better. Kama wakujue huko, aseme yule mwesikie anakuwa jamaa mzuri sana. Unaona? You know? Si lazima uende ukiambia watu mimi ni mwesikie sabato ni siku ya kweli. Watu watakuja watakuuliza hiyo maswali baadaye. Na wewe unaenda kanisa gani? Kwa nini unaenda sabato? Hapo ndio utaelezea. Ukiona mtu lazima ajitambulishe, atakasema ni church member, I don't know what. Huyo mtu hajakuwa someone. You have to be a someone first. Mpaka you raise the curiosity. Watu wakuje wakufuata wakuulize. Why are you 10 times better? Wewe labda ni askari wa kulinda askari rungu. Be 10 times better. Whatever you do, whatever you choose to do. Labda umechaguliwa hapa kanisani. Tafadhali, kama hiyo kazi unajua hutafanya, achana nayo. Lakini kama unajua utaifanya, be 10 times better. Hallelujah. Labda wewe ni departmental head. Ask yourself, how can I be 10 times better? Wewe ni mzee wa kanisa. Ask yourself, how can I be 10 times better? Excellence. We serve a God of excellence. Unajua kwa nini wanatumia 10 times? Si angesema 2-3 times better. Daniel mbona anasema 10 times better? Angesema 2-3 times or 4 times better. Lakini jina hii 10 times tunajua kwamba ni nambari ambayo ni ya completeness. Kuonyesha kwamba vijana walikuwa in another league. Walikuwa katika league nyingine. And ukiwa compare na magicians na enchanters, yani unaangalia kama unashangaa. These guys were 10 times better. Lakini kuna watu wanafikiria ati for them to be 10 times better, ati kwa sababu walikunywa maji mingi na wakakula mboga nyingi. I'm here to disappoint you. These guys, before they started that course, they were already prepared. So umesikia vijana wametolewa katika ikulu. These were princes. These were not mediocres. These were people who were learned, people who are wise, people who are prepared, physically fit, mentally fit, socially fit. Kwa sababu katika Juda kulikuwa na program ya watu wote ambao wanafanya kazi kwa mfalme, including their children. Kulikuwa na program special kwa sababu hawa ndio watu watakuja kuchukua ufalme baadaye. So you have to prepare them in advance. These were prepared people. They are very much prepared. Kuna filosofia mmoja akasema hivi, anaitwa Seneca. Seneca alisema hivi, luck is what happens when preparation meets opportunity. Hallelujah. Hakuna kitu kama luck. It is what happens when preparation meets opportunity. Unajitayarisha kwanza. You have to prepare yourself. These boys were prepared. Na ndio maana walichaguliwa wakawekwa katika shule ya Babel. Na walipoingia huko wakawa very consistent. Baadaye walipopimwa wakaonekana they are 10 times better. We serve a God of excellence. Vijana,
Your God is a God of excellence. You are young, you can be 10 times better. Kama vijana hao. But you have to be disciplined. Without you discipline, you'll never be 10 times better. You have to be focused. You have to be committed in order for you to be 10 times better. Katika wiki hii tumeona kwamba vijana wengi tulikuwa tunazungumza mambo ya career, job, employment, mambo kama haya, na tunaona most of our youth wako katika hali mbaya. Lakini one thing we noted is that we can be 10 times better in one thing and excel and have a career out of it. Whatever you are doing as a young man, be 10 times better. Mungu atakubariki kwa hiyo kazi ambayo amekupea. Hata kama ni ya kuuza switi pale stage, Mungu atakubariki. Just be faithful with the little. Be faithful with the little that God has given you. Usingojee ati siku ile utapata kazi ya mshahara ndio utaanza kulipa tithe and offering. You have to be disciplined as early as this. Anza kutoa tithe na offering. Anza kutoa tithe hata kama wewe ni conductor wa basi. You have to be consistent. You have to be prepared. You have to aim for excellence. Hapo ndipo opportunity inakutana na preparation na unakuwa 10 times better. Danieli pamoja na vijana mstari wa 20 natukumbusha kwamba walipojaribiwa walionekana kuwa 10 times better. Na sio kwa sababu gani? Ni kwa sababu they worked hard. Na Mungu anabariki. Mungu anabariki wakati ambapo you take your work seriously. God will definitely bless you. Wapendwa, Biblia inatuambia hivi. Paulo anaambia Wakolosai kwamba in everything you do it as if you are doing for God. Hallelujah. Hata chochote ambacho tunafanya tufanye kama tunamfanyia Mungu. Be serious, be focused. Be 10 times better. There is competition, especially in Kenya. Kuna a lot of competition. So in Kenya you have to be 10 times better if you want to survive. The competition is too high. Na kwa sababu huwezi jua vitu zote, just focus on one thing. Kitu yenye unapenda, kitu yenye unaweza fanyia mtu for free. Focus on that. Be consistent. Hizi vitu zingine unaweza uliza AI. Hivi sishindani kitu sumbua na vitu zingine ninauliza AI. But when it comes to my area, I want to be 10 times better. Hallelujah. When I went to Bugema, nilikuta most of students taking theology. Most of them, they were like, we just came here for a paper because we have been an evangelist for 10 years. So I came here to pick a paper so that they can employ me back home. That was the mood, that was the state among seminarians, among pastors in training. I was one of the youngest people who joined there, 2011. Na nikakaa chini nikajiuliza. So nilikuja tu hapa, hiyo harambee nimefanyia na nyuki hiyo pesa yote nimesumbua watu. Hizo siku sasa nime message nilikuwa natumia kina Wainaina, nitumie 500, sina chakula, akina Judy hapa. So nikajiuliza, hii shida yote nimepitia, yaani nimekuja tu karatasi. Nikasema hapana. Mimi sitaendea karatasi. I will take theology seriously. And I committed myself. I strive to be 10 times better because that is what I loved. That was my passion. Theology was my passion. Ilinifanya niachane na mambo ya kwenda KMTC. Barua zilikuwa nimepata, nikasema hapana, mimi naenda kufanya theology. Wale wakaniambia usiende kufanya theology, ukifanya theology utapata kazi. Naambia siendi kwa sababu ya kazi, hapana. Ninaenda kwa sababu there is something I want to know. I have passion. Nilipofika huko wengine wakaniambia usichukue hizi subject. Ukichukua Greek na Hebrew zitakuua. Wewe chukua hizi soft. Nikamwambia I came here to be 10 times better. Because we serve a God of excellence. A God who rewards excellence. Ninataka niwaombee, nataka niwabariki. Na niwa challenge washirika
wa Nanyuki Central Church, whatever you are doing, labda umepewa kazi kanisani, kama ni kuosha, unaosha 10 times better. Nilikuwa naosha hii kanisa peke yangu, kutoka hapa mpaka huko. Kwa Yesu asifiwe. Yeah, lakini kuna mama alikuwa anakuja kunisaidia na kuboga few ladies, deaconesses. Mungu awabariki mahali mko. So, whatever you do 10 times better. Whatever God has given you. Usijidharau. Useme mimi I don't matter. Usijidharau. Take it seriously. Whatever you are doing, be 10 times better. And the people will reward you. God will reward you. Watu huwa wanaangalia na wanajua this guy is 10 times better. Huyu ndio itabea kazi. Huyu ndio itaita. But ninapomalizia vijana, for you to be 10 times better, you have to be disciplined. Be disciplined. Yeah, you can have all the grades, but without the discipline, you are nobody. Nobody cares. People want workers, employees, or people to whom they can trust their money, their companies, their everything. So you have to be disciplined. You have to be consistent. Don't be motivated. Motivation huwa inaanza leo, jioni inaisha. Wachana na motivation. Just be disciplined. Discipline will help you. Ukiangalia motivation, utakuwa saa zile una motivation, haufanyi kazi. Saa zile uko motivated, ndio unafanya kazi. So be disciplined. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel walipoangaliwa baada ya masomo yote walionekana wakiwa 10 times better. Na tukaona ni kwa sababu these people were focused. They were focused. They were prepared. Because our God wants people that strive for excellence. 10 times better. Nataka tuombe. I want us to pray. Tunaweza simama mpendwa. I want us to have a final prayer. Baba, tutaita vijana kuja hapa. I want to pray for them. Na pia kama uko hapo, na labda unakuwa passionate na kitu unafanya, unapenda, ambia Mungu kuja hapa mbele, Mungu atakuonyesha ile kitu unafaa kufanya uwe 10 times better, ama upende ile kazi unafanya uwe 10 times better. So vijana karibieni, I will ask our church elders ordained and ordained to come here so that we can pray for these people. So naomba vijana mkae hapo, ikiwa umeangalia. Yes, just line up hapo hivi. Na kama umekaa hapo nyuma na unataka Mungu akufanye 10 times better katika kazi yako, kwa hiyo boss anakuorganize. Na hiyo ndio utapata promotion. Lakini hakuna mtu atakupromote wakati unaingia kazini saa 3, saa 4, na unatoka saa 9. Hakuna mtu atakupromote. You have to be 10 times better. There is no miracle in excellence. You have to work hard. Karibieni tuombe pamoja. Karibieni kwa sababu kuna wengine wanakuja. Karibieni tuombe pamoja. Our first elder atakuja kuanzishia maombi haya. Alafu mimi nitamalizia. Our pastor, come to us. Thank you so much. So our first elder you start, then our pastor after. Thank you for being at our gracious Father in heaven. We thank you for the opportunity you have given us just to bless your people. We thank you, great is thy faithfulness. And this Sabbath, we thank you, the Lord. If we may seek, we may not find any other place to have blessings. Thank you, the Lord, after you have created man in your own image, you have given us what it takes, and also ability to subdue what problem. Our desire to be 10 times better in whatever we do. Our prayer is, Lord, may you enable us to execute with excellence, that we will deliver with purpose, that we will do what is right
not what is easy. That in whatever find ourselves and our hearts doing, it will glorify you. Father Lord, we thank you because you have done it in the past. See your servants, Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel, when they made a decision, they were faithful and deliberate. And for sure, we can see you working miracle in their lives. Want to commit our youth here? And all the congregation, the people who are stood here, Lord, and by faith they are saying they want to be 10 times better. Higher than the highest the human mind can think. It is God's ideal for his people. May it be done to us. May it be done to our youth. May it be done to our children and to every person who has such a desire. It is our prayer in Jesus' name. Pamoja na hayo naweza kuomba na mtumishi wako, tunaomba Kristo kayatimize katika jina lako. Tunakushukuru kwa sababu imekupendeza tuko miongoni mwa walio hai Sabato ya leo. Tunashukuru kwa ujumbe wa kipekee ambao umeweza kumtuma mtumishi wako ili tuweze kuupata mchana wa leo. Tunaomba kumbariki yeye pamoja na familia yake. Tumesikiliza ukizungumza nasi na tumetokea hapa tukiomba ukakutane na mahitaji yetu Baba wa mbinguni. Umetuambia ya kwamba tutafute ufalme wako kwanza na mengine tutazidishiwa. Tunaomba Kristo tusaidie kupitia Roho Mtakatifu ukatushike mkono katika safari hii ya imani ili tusiweze jikwaa, bali tuzidi kutazama mbele tukikutumainia wewe Mungu wetu, ukitusaidia kuwa waaminifu katika hali zote. Tusaidie tusiweze kucompromise kwa mambo ya dunia hii. Tusaidie tusiweze kurudi nyuma, kwa sababu wewe Mungu ni Mungu ambaye usiyeshindwa. Tumekuja hapa kwa sababu kuna wengine ambao wanatafuta kazi. Tunaomba Kristo uwafungulie njia na uwape kazi sawa na mapenzi yako. Kuna wengine ambao wana biashara hapa na hayafanyi vizuri na wanatamani aweze kuwa bora zaidi mara 10. Tunaomba utimize ombi hili mchana wa leo katika jina la Yesu. Kuna wengi ambao wametokea hapa kwa sababu pia afya zao si nzuri, ni wagonjwa, wapendwa wao hawaishi vyema. Tunaomba kuwaponya katika jina la Yesu na ili wazidi kujitolea kwako zaidi mara 10. Asante Kristo kwa sababu katika mahitaji yetu yote utazidi kutusikia na kututimizia, na ni katika jina la Kristo tumeomba. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, we once again humble ourselves before your throne of mercy. We thank you, Father, for granting us a whole week to be with you and to learn from you and even to fellowship. We thank you that you have been with us. We thank you for this Sabbath. I pray, Father, that you bless each and every person that is in this congregation. There are those that are behind, but Father, you know their desires. You know their desires and you know their wants and their needs. Father in heaven, I pray that you meet them at their health point of need. We have our youths, young people. Father, we know how the world is competitive. The world is rough. The world does not care. We have been challenged as young people to be 10 times better. Not just in other fields, but also our spirituality. It should also be 10 times better. We cannot do this without you. We cannot achieve this on our own. For that reason, we pray for wisdom. We pray for your guidance, and we also pray that you hold our hands. May you protect us from the evil one. I pray for the leadership of this church, right from the first elder
to the Department of Health. May you bless them and give them the spirit of 10 times better. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. Vijana baki hapo, kwaya ya vijana tumalize kwa wimbo. Moja